wangu. Si unajua katika kutafuta lazima tupambanie maisha. Unaona? Kwa hiyo mimi bwana mke wangu, mishi yeye Mwenyezi Mungu akijalia nitarudi na pesa nyingi sana kwa sababu kule business kubwa na ndio maana hata akinaelisha leo nakumbuka nimeongea nao natakiwa twende. Kwa hiyo nakuomba mke wangu niombee haraka yako ndio. Haya mume wangu nakutakia safari njema ila uenda. Naomba unitunzie damu yangu. Basi usijali mke wangu, mimi ninavyokupenda tena wewe. Usijali mama yangu eti. Haya baba. Haya mume wangu nakutakia safari njema. Haya mume wangu nakutakia safari njema. Sawa mke wangu, tutaonana basi eti. Haya bye. Bye. Haya. Na hiyo michezo ya kipuuzi, lakini ulikataa katu. Na kushangaa leo unajifanya kujizima data. Wewe. Hey. Semeni, hii mimba naomba itoke. Naomba utoe hiyo mimba haraka. Tena haraka kuliko hata hiyo haraka yenyewe. Naomba utoe hiyo mimba haraka tafadhali. Sina uwezo wa kubeba hayo nataka kunibebesha mimi. Siwezi. Hata mimi unaponiona hapa, sitaki kuzaa na mpuuzi kama wewe. Ila changamoto iliyokuwepo, nimepita kwa madokta tofauti. Kila dokta ameniambia siwezi kutoa hichi kiumbe. Na nikiendelea kung'ang'ania, nitapoteza uhai wangu. Tunaelewana? Nimekwisha mimi. Hapa nimekwisha tayari. Semeni, nisikilize. Tufanye vyovyote tafadhali. Tufanye vyovyote. Lakini hiyo mimba itoke. Mimi siwezi. Mabega yangu madogo siwezi kubeba hayo mimi. Yaani sasa hivi unajifanya umechanganyikiwa. Yaani unakumbuka shuka kumekucha. Si nilikuwa nakwambia? Si nilikuwa nakwambia lakini ukawa unaona kama mimi vile naongea utumbo, naongea ujinga. Pambana. Utalea, yani utake usitake. John, nini kinaendelea? Na wewe ulikuwa wapi? Si nilikukataza kuondoka hapa ndani bila kuaga. Kwa nini umerudia tena? Mama, nataka unijibu kila kitu bila kuficha chochote kile. Unajua nini kuhusu kilichompata Sandra na mimba ya Suzy? Unaongea kuhusu nini? Wewe John, uko sawa kweli? Unawezaje kunihisi mimi kwa vitu kama hivyo? Mama, hebu acha kujifanya kama haujui nini kinachoendelea bwana. Ulijua fika kabisa kwamba mimba ya Suzy haikuwa ya kwangu, ilikuwa ya mtu mwingine. Lakini kwa chuki zako binafsi ukaamua kulificha hilo bila hata ya kujali kwamba wewe unayemfanyia hivyo ni mtoto wako wa kumzaa. Mama, ukaficha ukweli ili mimi niweze kumuoa Suzy. John, ni kweli. Najua kabisa hilo la mimba Suzy lilikukwaza. Lakini hata mimi mama yako nilikuja kujua tayari muda umeshaenda. Yaani nilijua mwishoni kabisa. Hata hivyo sikuwa na njia nyingine. Ningefanya nini? Kwa hiyo mama, ulikuwa tayari kunibebesha mimba ambayo haikuwa ya kwangu kwa ajili ya kumkomoa Sandra. Na ulijua fika kabisa kwamba ule ujauzito sio wa kwangu. Ulikuwa ujauzito wa mtu mwingine. Mama, unamkatili mtu kuwa karibu na mtoto wake kweli? Hivi unadhani King anakuchukuliaje wewe sasa hivi? John,
Kwa hiyo mimba ya Suzi ilikuwa ni akili? John, sikuwahi kujua kabisa kama ile mimba ilikuwa ni akili. Nisingeweza kufanya ukatili kama huo kwa rafiki yako. Niamini. Ni kitu gani ambacho kinakushinda? Kuua au kufanya ukatili? Umesahau kwamba ni mambo mangapi umeyafanya kwa ajili ya maslahi yako binafsi? Yaani kuna muda najiuliza, wewe ni mama yangu kweli? Unafanya yote haya kwangu mimi kweli? Mama, nisikilize mama. Ikiwa kwenye hili swala la Sandra, ikiwa unahusika kwa namna yoyote ile, mama, nikijua kwamba unahusika kwenye hili swala kwa namna yoyote ile, sintakusamehe. Na kuahidi na kuapia mama, sintakusamehe kabisa yani. Bwana John, kuna shida gani? Mbona umekuja kwangu bila taarifa? Alafu umeingia ndani kwangu bila hata kunipa taarifa yoyote ile. Kuna shida? Wewe ndio uliyotenda kile kitendo cha kikatili kwa Sandra. Unazungumzia nini labda? Bado sijakuelewa. Utanielewa tu King.